Kama nilivyotangulia kuambia, this is Beyond Borders podcast. Unaendelea kusikia sauti za wakimbizi ambao tuko nao so far in refugee camp Kakuma. Bana, tuko na vijana wa Ambassadors Band ndani ya studio siku ya leo. Tunaendelea kupiga story 2-3 kuhusiana na concert yao. Nafikiri tumekuwa na Rafa, amekwenda kutufungulia mengi sana, tumekuwa na Joy, amekwenda kutuambia mengi sana. Tunakwenda bwana, ukiangalia sasa hivi ni Handsome wa kijiji Sejo. Ndugu yangu vipi? Poa sana. Shwari. Ili jina la Handsome wa kijiji lilianzaje? Nataka nielewe ile jina. Jina la Handsome wa kijiji jina la Handsome wa kijiji lilianza shuleni. Lilianza shuleni kwa sababu kulikuwa tulikuwa tunaandaa drama. So katika hiyo story ilikuja ikaonekana mimi ni mtoto yani kama vitu sema itakuwa kama kiuyu hivi, yani kama gangster hivi, vitu kama na hivyo. Sasa wakakuwa wanatafuta majina pale kwa sababu unajua katika uandalizi lazima kuna majina mnakuwa mnapewa. So mimi nikasema mimi nipe tu Handsome wa kijiji. So jina la Handsome wa kijiji lilianzia hapo. So ilianza kama vile tu utani na tulipoenda kufanya performance wanafunzi pia nao wakalichukua wakalishika vizuri. So ikaenda hivyo na ndio mpaka hadi sasa hivi tu Handsome wa kijiji ika roll tu hivyo. Na kuna wale ambao wanakuita Sejo 255, hiyo yenyewe inatokana na nini? Sejo TZ 255 hiyo ilikuja katika majina yangu. Ukiangalia kwenye account yangu ya Facebook naitwa Sharo Emedi Juma Odega. So hiyo Sejo ilitokea hapo. So nilichukua herufi moja katika hayo majina. So nikaja nikaunganisha nikapata Sejo. So huko mwisho tu niliongeza tu ile TZ 255. Ukiwa kama mwimbaji wa Ambassadors Band, na najua Ambassadors Band nyinyi ni vijana ambao mnafanya kazi nzuri sana. Una nini cha kuambia watu ambao labda wanasema siku zenu na za friends ziligongana lakini itabidi tu mfanye kwa nini mkubadilisha siku? Nini cha kuambia watu kwenye swala kama na hili? Mimi kile ambacho naweza nikawaambia watu ni kuwa unajua kila watu wako na mipangilio yao. Na kama kila watu wako na mipangilio yao, so kwa hiyo hatuwezi tukasema tuingiliane kwenye mipangilio. Unajua wao wana mambo yao na sisi pia tuna mambo yetu. Na kitu kingine ambacho naweza nikasema ni kuwa kama vile ambavyo mwenzangu alivyotangulia kusema, sisi tulianza kutoa tarehe zetu mapema. Yaani kila kitu tulianza kukiandaa ni mapema, tukatoa tarehe yetu, tukatoa mpaka hadi na idadi yani ya ticket gisi vile zinavyotembea, gisi vile zinavyopatikana na bei yake. So wenyewe wakakuja nyuma. So wenyewe walikuja nyuma licha kwa wenyewe walikuwa na mipangilio yao, lakini mipangilio yao sasa ilikuja ikapokelewa nyuma kwa wenyewe wanaandaa kitu kama na hivyo lakini tarehe ni ile ile. So mimi naweza nikasema kuwa kitu ambacho mimi naweza nikaambia watu ni kwamba waangalie pale kuna ambapo wanaona pako sawa. Waangalie pale ambapo pako sawa, waje tufanye kitu kiishe. Alafu tukiongelea kidogo upande wa price ambao mmeweka for the ticket, nyinyi mmeweka VIP 500, then regular tuseme 300. Alafu nilikuwa na watu wamesema kwamba wao tiketi zao ni 200 tu kwa yule mtu ambaye ni regular person, then sijui ni 300 kama sijakosea kwa mtu ambaye ni VIP. Nyinyi mmeona kwamba kutokana na challenge ambayo ipo sasa hivi ya kifedha Kakuma, uone kama inaweza kuwa ni challenge, maybe nyinyi mkakuwa na watu ambao ni wadogo kwenye concert yenu? Mimi kitu ambacho naweza nikasema ni kuwa sisi hatuangalii hilo. Moja, kwa sababu kama nilivyokuambia kila watu wako na mipangilio yao. So kwa hiyo sisi na ukiangalia hata katika maandiko matakatifu hata Yesu alisema kuwa mkusanyikapo wawili na mimi nipo katikati. So kwa hiyo sisi hata kama tukisema tupatikane hata kama ni watu 5 ambao wamenunua tu tiketi hizo za 300 hata kama ni za 500 tutaenda nao hivyo. Hatuwezi tukasema eti kwa sababu tumepata watu wawili tupasponi, no. Tutafanya nao hivyo. Ile burudani ambayo tulikuwa tumeiandalia kama ilikuwa ni ya watu 100, basi tutaenda nao watu wawili ambao tutakuwa tumewapata kama ni 3 hivyo. Ni mradi kitu tu kikuwe kimeandikwa, tulifanya enough. Vizuri sana. Tukitoka kidogo kwenye concert, kuna swala kidogo ambalo ni trend majuzi kati kwamba bwana umechukua jiko. Hilo linakahaji kwa sababu nilikuwa jamaa bwana andaa concert afu mchezo anachukua jiko. Ni kitu ambacho trend. Na naona baadhi ya watu wanakuposti bwana kaka ndoa njema nini. Mimi nilikupigia simu ambaye hii story ni kweli, ukaniambia bro sio kweli. Nini kilitendeka mpaka ukaamua kupostiwa like umechukua jiko? Okay, sawa. Mimi naweza nikasema kuwa mimi sijui kwanza hata hizo story hata kama zilitokea wapi. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilipigiwa simu na watu wengi sana. Hata nilivyoingia mtandaoni nilipata nimeandikiwa na watu kibao.
wewe mwanetu vipi, yani umeamua kuchukua jiko, yani hujatuambia, mbona hivyo, yani uliona tuwezi tukakupea support nini, maneno mengi sana, unaona. Sasa mimi nikashindwa kuelewa kwani hizi skendo zinatoka wapi. Lakini ilikuwa ni yani tuseme, unajua kuna binti nipo nayo na ukaribu, lakini sio kama tuna date. Yani tuko naye tuna ukaribu tu. Sasa kuna mtu alikuwa anaongea naye. Sasa katika ile ile kuongea naye, sasa ile yani ni utani tu, ikabidi tu akamwambia bana mimi nimeolewa. Sasa alivyomwambia mimi nimeolewa, sasa akamwambia umeolewa na nani? Sasa yeye hakumwambia ni nani. Yeye akachukua picha yangu akamtumia. Okay. So huyo ndo mwenye ambaye alinioa, ndo maana siku hizi hauonekani nini na nini. Sasa yeye pale aulize vizuri, au kama yeye anipigie simu, kwa sababu namba yangu pia anayo huyo mwenye ambaye pale anipigie simu, yeye auliza ni kweli hizi taarifa. Yeye akachukua ile picha yangu na picha ya huyo mdada, akaziunganisha akaposti pale, akasema ndoa njema, sijui congratulations na nini. Sasa mimi sikuepo hewani siku hiyo, yani mimi siko online kwa sababu nilishinda sipo vizuri, so kwa hiyo mimi sikuwa hewani. Sasa wale watu wenye ambao walikuwa kwanza kuziona hizo posti, na wenyewe nao pia wakakuwa wanachukua, wanafanya nini, wanashare na wenyewe nao pia. So ndio ikakuwa imeenda hivyo, Sharo ameoa sijui na nini, amechukua jiko vikarudi. Sasa mimi nimekaa sasa usiku, nimetulia sasa kidogo, mwili sasa umekakaa vizuri. Nakuja sana napigiwa sasa simu sasa. Bane hivi ni kweli ndio umemchukua fulani? Nikamwambia hapana. Ikabidi mimi kwanza nikate mazungumzo na jamaa, nikampigia, kwani kunaendaje? Yeye ndio kaanza sasa kuniambia bana hapana, mimi nilikuwa naongea na fulani, yani utani. Sasa yeye naye kajikuta amefanya hivyo. Unaona, kuamka asubuhi story ni hizo. Nikaenda sokoni story ni hizo. Nikasema jamaa mtasababisha sisi wengine tukose hata kwenye ambako tutaenda tuangukie. Kwa sababu hiyo story ilivyo trendy, ni kweli msana aliolewa ama inakuwa? No, huyo msana hajaolewa. Yupo tu kwao ametulia, na mimi pia nipo zangu nyumbani nimetulia. So in short kila mtu yupo kwao. Sasa utarajia ndoa lini kwako basi? Mimi labda niseme ni mipango ya Mungu. Mimi bado sana kwa sababu I'm single bro. Kwa sababu unajua unatakiwa upange kwanza, alafu Mungu anakamilisha tu. Mimi naweza nikaamua hata leo. Lakini sasa huyo mwenye ambaye naweza nikasema ni amwenea hata leo yuko wapi? Kwa sababu mimi I'm single. Bwana, vizuri sana bwana, tumekuwa na vijana ambassadors na podcast ya siku ya leo. Nafikiri kuna mengi ambayo tunazungumzia, na ni kwamba tumekwenda kupiga story nyingi sana kuhusiana na concert. Tumekwenda kujua mengi yanakwenda kutendeka ndani ya Kakuma. Ikiwa kama hujapata kadi yako, tafadhali unaweza kwenda kufikia vijana wote wa CCI Church hapa na utakwenda kupata kadi yako. Hivyo basi ulikuwa nami Chris M Santos, the king himself, of man of amazing. If you like, you comment. Chris Santos, babako. Let's meet on the next episode. Bye bye.